Ilikuwa ndani ya kanisa. Ilikuwa hiyo room walikuwa wamesema nisiwahi ingia, ati na play kama prayer room na ni pastor peke yake ndiye anafaa ingie. Sasa hiyo siku nikakuwa curious. For over 3 years nikajiambia tu leo nitaka kuingia hapa. Kuingia ndani nilijionea maajabu. Kulikuwa na nyungu hapo. Kufungua kulikuwa na nyoka kubwa. Nguvu iliniisha. Hiyo siku nikajipata, yani nilifaint. Niliambiwa. Hebu niweke sawa. Unasema kwamba ilikuwa kanisa, ndani ya kanisa ama kuna nyumba iko ndani ya church compound? Iko kwa ndani ya kanisa, kuna room yenye huwa wanatengeneza hapo tu kwa church ndani. But wanasema prayer room, but kulikuwa na prayer room 2. Moja walikuwa wanasema ni pastor, anafaa tu aingie, but zingine washirika wanaweza ingia. Okay. Sasa vile niliona hiyo nyoka nikaishiwa nguvu, mama mwenyewe aliniambia alinipata kama nimefaint hapo chini. Nikarudishwa home. Kurudishwa home after hapo nilikaa 2 months. Siku moja pastor akakuja kwa bedroom yangu. Akaingia akataka nilale na yeye. Hiyo siku nilipiga nduru, but mama mwenyewe hakukuwa, alikuwa ametoka. Alikuwa ameenda hizi assembly za church. Kupiga nduru hivyo nikaona hakuna mtu mwenye atanisaidia. Nilimgonga between legs. Ukampiga engine? Nilimpiga huko. Akapiga nduru na mimi nikatoroka nikaenda nje. Sasa vile nilienda nje, nikatoka nikaenda kukaa kwa jirani. Sasa hiyo ni usiku? Nikaenda kukaa kwa jirani mpaka kesho yake mama mwenyewe ndiye akaingia. Kuingia nikamwambia, mama, pastor alikuwa anataka kunifanyia hivi na hivi. Na nikamgonga. Akaniambia, sasa unataka tufanye aje? Nikamwambia, mimi sijui, but nimekuambia hivi vile nimekuambia mapema. Wakaenda kudiscuss na mzee wake. Hiyo siku kulikuwa na magombano, wakagombana. Kesho yake nikaamka asubuhi nikapata wamenipakia kila kitu. Nguo. Wakaniwekea sabuni mti moja, sukari na unga mahindi guruguru 2.